Mungu amesema na watu maeneo mbalimbali, lakini hawakuliangalia lile neno la unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuliangalia lile neno la kinabii ambalo Mungu amewaambia. Mwisho wake wakasitasita katika njia zao. Hawakuliamini lile neno, hawakuliangalia lile neno. Lakini Mungu anasema mkiliangalia sana lile neno la kinabii. Neno la kinabii linapotumwa mbele zako, Mungu anaposema na wewe kwa namna yoyote, kwa namna yoyote, Mungu anaweza kusema na wewe kupitia njozi za usiku. Mungu anaweza kusema na wewe katika maono. Mungu anaweza kusema na wewe kwa mtu yeyote, hata kama hajaokoka. Mungu anaweza kumtumia mtu huyo akakwambia neno ambalo hilo neno ukashangaa, huyo amepataje kulijua neno kama hilo? Huyu amekuwa na uwezo gani wa kusema neno kama hilo wakati unajua maisha yake? Lakini ni neno la kinabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la kinabii unaweza kuambia hata na mtoto mdogo. Neno la kinabii unaweza kuambia na viongozi. Neno la kinabii unaweza kuambia hata na uumbaji, creation. Linaweza kusema, kwa sababu kila kitu kina sauti ya nini? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kiumbe kina sauti ya Mungu, maana viumbe vyote ni watumishi wa Mungu. Mungu anaweza kutumia punda. Mungu anaweza kutumia kiumbe cha aina yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu vyote ni vitumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mkiangalia sana. Kwa nini watu wanafeli? Wanafeli kwa sababu wana neno la kinabii, lakini hawaliangalii, hawalifuatilii. Mtu anaweza kusema nimesikia Mungu ananiambia namna gani, lakini hafuatilii lile neno, haendelei katika lile neno. Unajua Mungu anaposema, Mungu huwa anasema na sisi sio kutupa burudani. Mungu anaposema na sisi anatupa wajibu, kwamba Mungu anakupa neno ili kwamba ulifanye lile neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kadri unavyolitenda na baraka zako ziko kule. Amen. Uzima wako uko kule, mafanikio yako kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama wafungu wanapolima, wanapoanza kufanya kazi, sufuria au chungu cha uji kiko wapi? Kiko wapi? Mbele. Kama ni saa 4, wanajua hapa ukimaliza utakuja kunywa uji huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na Mungu anapoahidi kitu au anapokupa neno la kinabii, anakuambia nenda sehemu fulani. Nenda. Alipomwambia Ibrahim kwamba nenda utoke kwenye nchi uende paka katika nchi ambayo nitakuonyesha, Ibrahim hakupewa geographic area kwamba ni nchi gani, ni eneo gani, lakini Ibrahim akawa anatembea. Kila anapoenda Mungu anamkumbusha, hapa nimekupa. Amen. Anaondoka, anaenda sehemu nyingine, hapa nimekupa. Anazunguka, anarudi huku upande wa kusini, anawaambia hapa nimekupa. Anaenda huku, anaambia ile eneo lote hili alipokuwa nalizunguka, kumbe ndio Mungu ambaye alikuwa amefanyaje, amemkusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwishowe Mungu akamwambia ile eneo lote lolizunguka hili lote nimekupa wewe na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, Ibrahimu angekaa kule Harani yangetimia? Yasingetimia. Ndio maana neno la Mungu linasema ukiangalia sana neno lile la kinabii, ukiliangalia sana neno lile ambalo Mungu anasema na wewe katika maeneo fulani, katika jambo fulani, Mungu anasema na nini, anasema nini na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema ni kama taa ing'aayo wapi? Gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la kinabii ni kama taa, ni taa inayong'aa katika giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa na neno la kinabii, haupotei kule unakokwenda, na wala haubahatishi kule unakokwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu una neno la kinabii. Watu wengine wanasema umepotea, 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 umepotea. Lakini wewe una neno la kinabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilipoenda kuanza huduma, nilikuwa kwa mchungaji Matayo.
Amen. Na mimi nilikuwa wa pili toka mchungaji Matayo, mimi mchungaji mzee kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kulikuwa hakuna chochote ambacho kinafanyika pale mpaka kuulizwa mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mchungaji akaniachia kanisa miaka 3, akaenda masomoni. Na Mungu akaliongoza lile kanisa zuri sana. Kwa hiyo miaka 3 kanisa likawa zuri sana. Lakini nilipoisikia sauti ya Mungu ananiambia, wakati wako wa kuondoka hapa umefika, nenda sehemu fulani. Nenda sehemu fulani. Nikaenda kumwambia mchungaji wangu, nasikia Mungu ananiambia nitoke hapa niende sehemu fulani. Akasema hapana. Kamsikilize Mungu tena. Kwa sababu yeye naye alikuwa na malengo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na makusudi yake kwamba huyu, mimi nikitoka basi huyu akae hapa. Sasa nikamwambia mimi nasikia kwenda kule. Akasema bali kabisa. Tena ilikuwa ni usiku. Natoka kanisani kwenye kikao cha wazee. Usiku. Kamwambia mchungaji, mimi nasikia kufanya hivyo. Kweli kabisa, kweli kabisa. Yeye anambia kweli kabisa. Yaani uende kuanza upya? Ndio, niko tayari. Niko tayari kuanza upya. Haya, basi tutaongea. Ikapita, mwaka ukapita. Nikampana na mchungaji, mimi nataka kwenda kule. Asa, basi yeye hakusema, kwa kweli mchungaji hakuniambia chochote. Akasema basi bwana, hebu ongea na wazee. Hebu waambie wazee. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaongea na wazee. Wazee wakasema aende. Amen. Aende. Ulipofika wakati nikaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaenda na mke wangu, tukamwambia bwana, twende tukaanze kazi ya Mungu kule. Wakati nimeenda kule, nimeacha vinanda, nimeacha drums, nimeacha kila kitu. Na watu wakaanza kusema, Paul, wewe vipi, umechanganyikiwa? Kaambia hapana. Yaani umeacha kila kitu. Na wewe unajua kabisa hapa mchungaji ndo alikuwa anakutegemea wewe, kwamba wewe ndio wewe msaidizi wake. Nikamwambia mimi nimesikia Mungu ananielekeza kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukawa tunatoka mimi na mchungaji anaenda huku, mimi naenda huku. Anaenda huku, mimi naenda huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja akadiriki kusema, yaani wewe unaenda kuanza upya. Unaacha kanisa kubwa. Unaacha kanisa limeshajaa watu. Kuna mziki, kuna vyombo, kuna nini, kila kitu. Unaenda kuanza upya. Nikasema ninaenda kuanza upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na moyoni mwangu kulikuwa na nini? Na amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaenda tukaanza kazi ya Mungu. Amen. Kwa sababu gani? Tunalo neno la kinabii. Amen. Neno la kinabii ni kama taa inayoangaza gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautapotea. Unapofanya jambo fulani, unapofanya huduma fulani, unapofanya kitu fulani, usiogope.